Anasema Raymond Omolo anaua vijana, akishaua vijana anajengea mabibi zao nyumba. Anasema wakina Junet, anasema wakina Uburu afai kukuwa kiongozi wake, huyo ni mtu mzee. Alitoka hapo kabla hata Raila Odinga akufe. Wewe mwenyewe ulislapia Raila Odinga mesa. Kama huku uheshimu Raila Odinga na ukasema Raila Odinga kutoke. Mimi hiyo Raila Odinga ananiambia pale Alingam. Hiyo next to hiyo nini? Hiyo Alingam next to hii nini inaitwa casino next hapo Alingam. Akaniambia kama mapua yake mapua yake hapa nini wakati alianguka. Akaniambia kwamba babu ndugu yangu alimslapia mesa na akamwambia toke kama hataki kuwa president. Hiyo siku akipiga mbadi mpaka kaingia chini ya mesa ya kwamba nataka chairman park. Baba Raila Odinga akaniambia na mdomo yake, huyu kijana amenitusi mimi kijana wa Oginga nikipigania hii nchi. Baba yangu Oginga alipigania akaikosa kuipata. Mimi pia ni kama nitakufa bila kuipata. Huyu kijana nitaona mahali amefika. Aliniambia kama tumekaa hivi, tulikuwa na mimi rafiki yangu Marco Londe Wakagani, tulikuwa na uhusu wa Siaya na mimi na the late ule jamaa alikuwa anaitwa nani? Ule bodyguard Udiwor. Babu, leo unataka kutuforce ya kwamba lazima tukusupport na nguvu. Babu, sisi watu wa nje, si watu wote utadili nao vile ulikuwa unadili na watu wa university. Watu wa university ni kuku ya grade. Wanapewa maji, wanaonyeshwa mahali wa kukula, wanalipiwa fee, wako tu pale kuzunguka tu. Hapo una deal ukitaka kuwa kiongozi ya watu wote, unataka wajinga. Ndio maana Odinga alikuwa anainua, alikuwa anazigizana na kila mtu. Alikuwa anapenda walevi, watu wachafu, watu wanauza mboga, watu wakora, watu wamesoma, watu wako na masters, watu hawana. That's why kila mtu alikuwa anapenda Jacom. Lakini wewe unataka kutuambia kwamba wewe unafaa kwetu na marafiki wale wamesoma peke yako. Nao wanasoma pia. Babu, umekuwa university. Utuambie, si mimi umesema mimi nimepewa board na mimi ni mjinga. Utuambie wewe kwa Embakasi tumekuwa since umechaguliwa, sasa unaelekea miaka 7. Nani? Utuambie watu ngapi kutoka Nyalenda wale umepea hata contract hapa ama umeandika mahali. Utuambie wale ulisoma na hao University of Nairobi, Wajaluo hata tribe nyingine ambayo ulipea mtu contact ama umeandika mahali ya kwamba huyu mimi ndo nimepea, tulikuwa na university nimempea kazi na amesoma kama mimi. Utuambie, unaona? Utuambie bado watu ngapi wanafanya contact. You contact Embakasi East inafanywa wewe na bibi yako. Kampuni za familia bibi yako inafanya contact huko. Babu wino, hata wale wa mama wanakufanyia tunajua vile umewaweka. Uliwaweka wakakuwa wale wanaisinda tu babu kwa sababu wao manono wamejiblicha hapo Embakasi East. Ulienda wengine wakawekwa wakatombwa wakarekodiwa wawezi ongea, wakijaribu kukupinga ni threats. Hii Embakasi East si watu nakupenda na si watu wajui kitu tunafanya. Umewekea kila mtu woga. Yule kijana bado ulimkon pesa ya kwamba kuwe mwanajeshi. Ulimkon karibu 500,000. Wakati huyu kijana ulimkon akitaka kukudai ulimfanyia nini? Ulikuja ukamdanganya akashikwa na pembe za ndovu. Kama si ule jamani Otiato Omolo msemaji na yeye, huyo kijana alikaa jela miaka 3. Akitoka wakati Otiato alimsaidia juu alipigwa bondi ya 2 million. Wakati alitoka hakurudi tena kukuuliza hiyo pesa tena. Unaona? Iko wamama ambao unadanganya na blackmail, unaweka wamama wengine wanataka contract kwako, wengine wakisafanya upuzi, wamewafix wamelala na mtu amerekodiwa. Hiyo pesa yao inaenda na walikuwa wanataka contract kwako. Babu, wewe tunakujua. Na umesema mimi ni mjinga na wewe ni mwerevu. Ile kitu nafanyia werevu wenzako ni mbaya kuliko mimi yenye nafanyia wajinga wenzangu. Mimi nakuuliza babu, umesema ya kwamba wewe mimi ni mjinga sana ambayo sifai kukua na ukichukua kiti utanitoa. Mimi nimekubali hiyo kwa sababu wenyewe mimi ni mjinga. Kabla ujaji mtu lazima ufuate historia yake ama background. Ujue kwa nini huyu mtu hakusoma. Kwa nini huyu msichana anafanya umalaya? Kwa nini huyu kijana amekuwa muizi? Kwa nini huyu kijana hakufika hapa? Unaangalia background. Hakuna mtu anaweza kataa kusoma ama anaweza fanya umalaya ama uizi kama environment area yake imemkubali ama environment inamfavor. Kama wewe ulipata hiyo opportunity, saa zingine ulisoma kwa era ya bursary na scholarships, unaona, ukapata hiyo nafasi, usipige nao kifua na isikue ya kudharau watu wengine. Na mimi naambia wanageto wenzangu, musikue na wasiwasi na musiogope na musijidharau kwa sababu Babu Owino amesema nyinyi mufai kupata kazi. Sasa mimi naambia vijana ambao wameandikwa kutoka Dandora, Korokocho na Sakaja, mjue huyu jamaa akichukua governor, nyinyi wote mtakosa kazi hiyo siku amechukua governor. Unaona? Na wamama ambayo pia wale wamama ambayo wamama hao maukas ambao wanauza, iko wengine watoto wao wale drop form 4. Utawafanya nini? Utawafanya watoto wao nini? So mimi nakwambia babu, mimi na hiyo jinga yangu, hakuna siku mimi nikikuwa muizi nilikuwahi kuwa
nikaweka msichana arepiwe na watu 12 kama nimemshikia bunduki kwa sababu ananipinga? Unaona, hakuna. Wewe mwenyewe na hiyo somo yako na hiyo akili yako ulikuja ukaweka msichana kutoka kwa kinadika chako ambao unaita fadhe. Huyo msichana ni daktari, either hapo Nyeri ama Kiambu. Uliweka wakati alikupinga, uliweka wanaume 12 mkarepu huyo msichana, akarepiwa kama mbebea bunduki, msichana msafiri. Unaona? Na akarepiwa na ukamuzio uoga. Unaona, huyo msichana hizi kanyaga hata hapo nini? Dakika mwisho ukashikanisha kijana mwingine ndiye akawekwa ndani. Huyo kijana mlisoma naye ni Mjaluo kutoka huko Kisumu ambaye unasivu. Ako ndani sasa ina rape. Na ambaye wewe mwenyewe ndio uliwekea huyo msichana bunduki na akarepiwa na watu 12. Unaona? Mimi sijaifanya. Mimi na hiyo jinga yangu, na hiyo wizi nilikuwa nafanya, sikuwahi fanyia mtu mwingine hivyo. Na wewe ulifanyia msomi mwenzako, msichana ambaye sasa hivi aliwo msichana hiyo yako, hiyo kitu inamtocha. Unaona, inamtocha. Vile unatocha sasa hii DJ Elvo eti wa Kenya. Mtu anakuja kusema kwa live TV ya kwamba alipiga DJ Elvo risasi lakini eti ameshatumia 70 milioni. Wakenya nyinyi babu wanajuanga yeye ni mwerevu peke yake Kenya. Mwende mpige hesabu. MP hapa Kenya salary ni 1 million. So 1 million babu sasa ameenda 6 to 7 years. 6 years tangu akuwe MP. Karibu 8 years. So mimi nataka niwapige 70 million. Babu ametoa wapi ya kushughulikia DJ Elvo 70 million? Inamaanisha hii pesa either anatoka kwa CDF, hiyo pesa ambayo inafaa isaidie watu wa Mbekasisi, barabara, hospitali, nini maskulu, shule, nini basari na nini. Hiyo anakata kwa ile mesa ambayo kufikiria haraka, vile anasema anafikiria haraka, angefikiria polepole, hiyo pesa ingesaidia watu wa Mbekasisi. Lakini jua anafikiria haraka na ujinga haraka, alipiga nao kijana ambaye hana uwezo kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu matako ya mwanamke, alafu anakuja kwa live TV anasema eti huyo kijana alitumia 70 milioni. Iko life ambayo ina worth hata 1 billion. Inamaanisha wakina Uhuru leo wakipenda wanaweza kuua kila mtu kwa sababu wako na pesa, wanaona nchi. Kama mtu tu ni MP anapiga mtu risasi na anajisifu, anasema ya kwamba alimshughulikia. Sasa yeye anatombana, huyo kijana hizi tombana, huyo kijana hizi kuwa na familia yake, huyo kijana juu kama kuna mtoto hawezi ongelesha na mtoto wake vizuri, hakuna kitu. Sasa hii ni mtu anatoleswa, anapelekwa kocho, ananiniwa, anavalishwa, anafanywa kila kitu. Mtu alikuwa anatafutia pesa, mtu anakuja na Wakenya bado wanasema eti babu huyo ndiye anaweza walinda. Sasa zile kijana mwingine nayo hawezi fanya kitu yote. Yeye hata raia ya dunia hata basange kufa. Babu anakuja kwa live TV anasema eti alimpiga na Ikolo mara 2. Eti Ikolo ambaye imekubali ukipiga mtu na umsimamie. Sasa hiyo inamaanisha wale watu wa ghetto. Mimi mwenyewe na hiyo jinga yangu sijaichukua kisu, wale wananikosea ni wadunge. Lakini wewe na hiyo refu yako ambayo unasemanga una pump pale mnaonongo kijisifu eti I want to pump knowledge in your head. Yani uliona tu unge pump knowledge ama wisdom kwa nani, kwa DJ Elvo uliona tu pump risasi kwa shingo yake. Hiyo ndio kitu unataka kila mtu akue. Na hiyo mimi ujinga yangu sisi fanya kitu kama hiyo. Babu Owino, na hiyo revu yako tumejua wewe ni mwerevu. Mimi nakuuliza. Na nakuuliza tu, Gachagua ni mkabila sana. Lakini hautawahi pata Gachagua akipiga watu wao ambao wako kwa serikali hata moja apigangi. Lakini wewe ukiamuka asubuhi ni Raymond Omolo, Mbade, Opiyo Wandayi, nani Oburu Odinga, nani Atandi, hao ndo napiga. Unaona? So mimi nakuuliza, umesema umetafuta kingpin, imekukosa. Umetafuta party leader, umekosa. Umetafuta Raymond Omolo, wakina Raymond Omolo wakina Mbade wafukuzwe, wakina Raymond Omolo nani wafukuzwe, umekosa. Hasa umekuja sasa unataka board. Hii board pia Ochakaja alinipea ili nitoke kwa gunship, ili usisome jina yangu kwa list. Nimetoka nimerudisha rungu chini. Tena unataka hii board nifukuzwe. Kesho tena nikirudi kwa gunship nichukue rungu. Tena utakuja kwa Left TV usome list ya jina yangu. Na unaona, na ni jina tu wa vijana wa Jaluo. Juzi wale walikuwa wanasoma jina yao ya kwamba uliwe, au vijana wana kazi, hawakuwa na kazi. Sasa mmoja wao kama Gaucha amepata kazi, unasema tena afukuzwe. Na wale wako Kisumu pale pia unasema wanatumika, wanafaa washikwe wauliwe. Then wale pia ukipata kazi pia uwataki. Babu Owino, unataka government ama sisi au vijana wa Jaluo watupiwe nuclear ndio ubaki peke yako? Mimi nataka nikwambie babu. Mimi nakwambia bura ndugu yangu, Raila Odinga ambayo alikuchukua akachukua favor akakupea kiti, kwa sababu hata Fidel angekuwa hai babu aungekuwa Embakasi East MP. Kwa sababu gani? Wewe hujai kuwa pro Raila Odinga, ulikuwa pro government. Nataka nikwambie, wakati G7 ilianza kina Kalonzo, Uhuru Kenyatta kama kwa egg, Raila Odinga alitumwa kina Fidel Ndolo, ukasema ya kwamba ili uwasaidie Uhuru Kenyatta na Ruto wasiingie Jivanji, unataka 3 million utoe vijana wa university wazuia watu kuingia.
ulichukua 3 million ambao ulipewa na Fidel. Ndolo alikuwa hapo, Gumo, Ababu na Mwamba na kina Kotun. Daka mwisho after kuchukua hiyo pesa ulichukuliwa na Kobia, Paul Kobia. Huyu alikuwa na uzanga nini? Sitaki kusema biashara yake. Huyu Paul Kobo, huyu Mmeru alikuja akakuchukua akakupeleka kwa ule mtu alikuwa by that time kama Kibichu ama kama Raymond Mola, alikuwa anaitwa kwa serikali ya Kibaki Ringo. Alikuwa anaitwa Ringo. Ukapelekwa ukapewa 10 million. Ukajienda ukajifunga kwa BNB. Hiyo pesa Raila Odinga na kina Fidel ulikula. Unaona? Hiyo kitu ilifanya Fidel alikufa kama akona hasira na wewe mbaya sana. Ulikula hiyo pesa na huko wewe nini? Unaona? So wewe leo ndio unataka kujifanya umejua ODM kuliko ni kama Raila Odinga alikuwa nakupenda. Muliingia ODM the same year na Sifuna. Muliingia wewe, Jicho Pevu, Steve Mbogo na wewe. Steve Mbogo alitoka ODM kama saa pewa director ya youth. Unaona? Kwa nini baba hakukupea hata ya kusimamia kufagia Orange House? Akakuja akaweka Sifuna secretary general. Kwa nini hakukupea mali popote ya youth? Kwa nini? Kwa sababu walijua vizuri wewe ni mwanabiashara na wewe uko na haraka. Unaona? Badala uheshimu baba Raila Odinga aliniambia Gaucho ndio usucceed, lazima uheshimu wale wako mbele yako. Lazima uheshimu watu kama Junet Mohamed, time yao ikifika, akina Gladys Wanga, akina Oburu Odinga, akina Raymond Molo, mali wako. Ndio wewe pia siku moja watu uheshimu uongozi yako. Lakini hao watu wote kama umedharau, kama Mama Ida ambaye alifanya, Raila Odinga hakutaka upewe tiketi ya Embakasi. Na kumbuku ikikuja, ulikuwa unaenda kusimama Dandora. Meeting ya kwanza uliweka na Gwex, ulikuwa unaenda Dandora. Hata ukianza kuregister vijana wa university uende usimame kwa Gakuya. Ndio ukadevasiwa ya kwamba uende Embakasi East. Kwenda Embakasi East, huko ambao unajipika kifua. Ukienda Embakasi East, baba hakutaka kukupea ticket. Mama huyu ambao uliweka Maverick atusi na jina yangu ya kwamba niko na affairs na wewe. Kama Mama Ida ambaye alikusaidia, ndio ulikuja kuweka eti Muta mtusi. Kama huku na respect na ule mama, sasa mimi utakuwa na respect na mimi? Na ule mama pia amesoma kukuliko na apigangi kifua kama yeye ulimweka na ni mama mkubwa. Hii story yote wakina Maverick na watu walikuwa naongea, wewe ndio uliambia Maverick ili nikosane na hiyo family. You first wewe ni muwivu, utaki mtu mwingine anaenda na utaki kijana wote Mjeluo ambao ko smart ama kijana Mjeluo ambao ko na influence. Hautakangi kama huwezi muua. Kama huwezi mchorea watu wampige, kama huwezi chora wamuuliwe, kama huwezi chora awekwe ndani afungwe, then wewe si mtu. Unaona? Ukaweka Maverick wako atusi mama ambayo alifanya ukapata ticket ukue Embakasi. Then kukua hiyo Embakasi ukakuja kuhusia watu narrative ya kwamba wewe ndio unapendwa Embakasi, hakuna Mjaluo anazapita. Nani alijua Omondi? Na Omondi alipita hiyo Embakasi na kwani wakikuwa kukua hiyo Embakasi ukasai unatukujia na narrative ya kwamba eti mimi Embakasi na chaguliwa na tribe yote hakuna mtu anazapita. Ule Omondi alipita Embakasi East na Wakikuyu walikuwa hapo na alishinda, sijui nani alikuwa hiyo area. Unakuja kurusha narrative eti wewe ukitoka Embakasi itachukuliwa na tribe nyingine, na wewe ukikuja kuichukua ilichukuliwa na Mjaluo. Kwani wewe ndio wakati ukifika Wakikuyu walipampa hapo? Ama wewe ndio ulikuja ukanini? Alafu sasa umekuja kutoa kwa kwamba Mjaluo yote umeamini ni mweke ule mtu mweupe kama wewe. Unaona? Mtu mweupe kama wewe. Sasa sisi ambao nywele ngumu na hatuna nywele ya white hawezi tu nini, hawezi tuheshimu, hatufai kukula hii nchi na hatufai kuishi. Mimi nataka niwaambie Wajaluo wenzetu, babu ni agent ya kupigana na Wajaluo ambayo wako kwa serikali. Na mimi naambia watu wetu, mimi yale yote amesema nimekubaliana nayo, but Raila Odinga angekuwa na hiyo vita yote, wakina Orengo wangekuwa, wakina Dalma Sutina wangekuwa, na hao watu wengine wangekuwa. Na mimi nataka nikuambie, wewe unafikiri sasa ile weka Maverick out atusi mama Winnie? Wewe unafikiri Winnie ambao ni msichana wake, hata kama mmekutana, kwa nini unapeanga Sifuna attention na wakupia attention? Na mimi nauliza kwa hiyo linda ground, kwa kulinda wananchi ambao unasema, kwa nini headline kila siku headline ikitolewa wanatoa tu Orengo na wanatoa Sifuna? Kwa nini wakutoi? Kwa nini wakutoi? Kwa sababu hata wale unachukua pesa kwa wakuamini. Unaona? Hawakuamini. So my friend babu, mimi Raila Odinga alinifundisha ku reason pole. Na mimi nataka nikuambie, Raila Odinga aliniambia kama tuko riat ya kwamba Gaucho, wakati aliniuliza Gaucho nani watu, wakati alikuwa anataka kwenda Addis Ababa, aliniuliza Gaucho nani watu wanaongelelea ya kwamba anachukua nafasi yangu. Nikamwambia baba, watu wanasema Gladys Wanga, Winnie mtoto wako, Opiyo Wandayi, Mbadi, Orengo na babu. Wakati nilitaja jina yako akaniuliza na nani watu wanapenda sana, nikamwambia ni babu. Alichange na baba akaniambia Gaucho sijui nani atakuwa kingpin okanginga mabirobedo kingpin mar Joluo, but ok nyathino remo pongo lwete, nyathino ka wene Joluo to biro uso gi chumbulo to ng'eny biro nego mang'eny. Mano hiyo ni kitu Odinga aliniambia kwamba jui nani atakuwa kingpin ya Wajaluo, but
si huyo kijana. Huyo kijana damu yake mkono yake imejaa damu. Nikimwachia Wajaluo atauza kama Omena ama kama Kanjwele, na wengi ataua. Tumeanza kuona hao vijana Wajaluo wanataka wauliwe Nyalenda, ndio unasoma jina yao wauliwe. Hao Wajaluo wanataka wafukuzwe kazi. Hao Wajaluo wanataka watolewe mpaka kwa board. Hao Wajaluo wanataka wapate maisha mazuri. Hiyo ndio kitu nataka. Mimi nataka nikwambie, wakati ulikuwa MP, Jaguar alikuwa rafiki yako. Hakuwahi ongea hata kizungu hata moja. Kwa nini ukukuja kwa media useme Jaguar? Kwa nini uje ongea kizungu? My friend Babu, na kuambia bure. Mimi mtu nilikuwa loyal kwake ni Raila Amolo Odinga. Sasa hii mtu naweza listen kwake ni Oburu, Mama Ida, Winnie. Kama wewe unakuwa kingpin ya Wajaluo leo, mimi afadhali nikuwe kingpin ya Migori, ama nikuwe ya Rongo, ama nikuwe sub location ya Kodero, but sio wewe unifuata. Na mimi naambia Wajaluo, huyu mtu mjui, na naambia Pauline Njoroge na hiyo group ya Kulinda Ground wote, nyinyi mjui Babu. Pauline na hao wasichana wanachekanga, hao wakikuwa wanachekanga na nyinyi hapo. Mrembo mtawekwa, wale hawezi lala nao, ataweka mabeste wake walale na nyinyi. Kwa hiyo function mkienda Busia ama Kisumu ama wapi, na anaweka recording. Pauline ataweka kama ni pesa, atawakon pesa ya kwamba atawasaidia Wajaluo wa support, anakufaka akili na anakufaka pesa na anakurecord. Wakati utakuja Pauline atakwamba unataka kulalamika, unatumiwa video yako. Aya, hao wanaume wengine pia ataweka, wengine wanarekodiwa wakifaka. Wakati una nini anakuambia anaweka dema na kurecord ukifanya ngono. Wakati itafika ya kwamba mnataka viti na mnataka kumoppose au mnataka kumpinga, anakutumia. Mimi nimewaambia na bwana nasema, Babu Owino ni times 4 ya Mike Mbuvi Sonko. Babu Owino ni worse than Johnston Sakaja. Na mimi nataka niwaambie pia Wakenya, wa Nairobians, mumeshinda mukiua Sakaja na magavana story ya mambo ya drainage na mabarabara. Mimi nauliza, Raila Odinga amekufa hapa akisema ya kwamba pesa ya roads hizi kera kura nini irudi kwa county government. Kwa sababu gani? Town barabara ikiharibika ama drainage imekuwa nini, kazi ya MP anapewa pesa ya barabara anakula, wewe umeweka machoko kwa governor. Unaona, Nairobi County imeuniwa na constituency 4: Lang'ata, Starehe MP, hiyo ni Amos Mwago, nani ule ni Wadagoreti, nani Elachi pia amechukua part ya Nairobi, na Wanyonyi nini waine MP waine wote. Hii pesa yote ya roads, eti shida yote drainage na mabarabara mumeweka tu mkilaumu Sakaja. Mukitaka barabara zitengenezwe katika jiji la Nairobi, then mukubali ma MPs wapitishe ama president atoe pesa ya barabara irudishwe kwa county government, then mulaumu ma governors. Unaona, na hiyo ndio kitu Odinga alikufa na akasema, mimi sitaki mkipenda muniwache nyinyi wote, lakini lazima tuseme ukweli. Sakaja iko makosa yake, lakini iko makosa zingine mnawekea hao magavana story ya drainage mabarabara katika jiji, ambayo mtu anapata hizo pesa, na ndio Babu anachukua akisema ya kwamba analipia DJ Elvo 70 million. 70 million mtu amekoa MP 7 years. 70 million amepata lini? 70 million amepata nini kwa salary yake? Inamaanisha wanaiba kutoka kwa hizo pesa za kura na kara, ndio akishapiga mtu risasi anakuja kujisifu nayo kwa TV ya kwamba analipia mtu hospitali. Mimi naambia wanageto, kueni na roho, na nashukuru Sakaja, President William Ruto na Mama Ida na Raila Odinga family na wana ODM kwa kunionea huruma ya kupontiwa kwa board. Na vijana msiogope, inchi hii tunalipa usuri wote, msisikie huyo mtu. Asante na Mungu awabariki.